Verona, mjini ni shule part 8. Ijumaa ilifika na nilienda kwenye birthday ya Gilbert nyumbani kwake. Nikamuomba Maureen anisindikize maana kungekuwa kuna wageni wengi ambao siwajui. Na pia nilifanikiwa kumnunulia set nzuri sana ya perfume kupitia hela niloipata kwa Leli Baba. Sura ya Maureen haikuonesha kuwa na furaha hata kidogo, lakini nikajiambia labda kwa vile yuko ugenini. Nilivyoenda ndani kumpa Gilbert zawadi yake, Maureen akawa amekaa anaongea na kaka yake Gilbert. Aya, swali lingine. Hivi Verona unamuonaje? Demo bro au namkubali kichizi, yani yuko poa. Vipi kwani? Hivi unajua amemdanganya Gilbert mambo mengi sana. Yaani kwanza hakai hata huko aliposema anakaa Magomeni, yani Uswahilini. Yaani kwa kifupi amemdanganya Gilbert mambo mengi. Mengine tu nitamfichia. Lakini wewe mwambie tu kakako aongee naye vizuri. Wanawake mna mambo. Fresh nitaongea na bro baadaye nisikie anasemaje. Baada ya kila mtu kuondoka, alimfuata kaka yake kumuuliza, "Unajua nini bro, inawezekana? Maana kila siku nikimwambia nataka niende kwake ananiambia visingizio vingi, mara anachelewa kutoka kazini, mara nini sielewi." Ndio ufanye mpango, ukuta na kuchezea mchezo, maana yule demo aliniambia inaonekana kuna mambo mengi sana unafichwa bro. Kesho yake Gilbert akwenda kazini. Bado alikuwa anawaza kwa nini nilimdanganya kuhusu ninapokaa na vitu vingine hivyo ninavyomdanganya ni vipi. Hakutaka kuamini hayo maneno anayoyasikia, lakini alikuwa hana budi kujihakikishia mwenyewe. Mida ya saa 4 asubuhi alinipigia. "Hey babe, leo nataka nije kushinda na wewe." "Babe, nimekuja Morogoro na ndege ya saa 12 asubuhi kikazi. Si unajua labda weekend ile inayokuja." Aya bana. Gilbert alivokata tu simu akajiandaa akaenda moja kwa moja kwenye gari lake. Na vile alikuwa ameshaambiwa kila kitu na jinsi ya kufika kwangu, haikumchukua muda mrefu. "Asalamu alaykum jamani. Hapa sio kwa kina Verona nimemkuta." "Wa alaykum salam. Vipi una miadi naye au?" "Ndio, tulikuwa tumepanga kukutana na yeye ndo amenielekeza hapa. Nimefika hapo Mapipa nimeulizia kama Marukia sio ndo hapa." "Marukia ndo mimi na hii ndo nyumba yangu. Verona anakaa upande wa kushoto, chumba cha 3. Mlango wake una kapeti fulani vijeusi. Ndo hapo gonga anakaa Verona." Na kweli Gilbert aliingia akafika hadi mlangoni kwangu. Aligonga muda mrefu lakini hasikufungua kwa sababu nilikuwa nimelala. Gilbert akaamua tu kuingia ndani na kweli alinikuta nimelala. Hakuamini macho yake. Alisimama kama dakika moja hivi anapashangaa tu mle ndani na kuniangalia pale nilipokuwa nimelala. Pamoja na kwamba alikuwa na hasira nyingi, hata hakunyamsha. Alikaa kwenye kochi akanisubiria mpaka nilivyoamka. Nilivyomwona nilishtuka, moyo ulienda mbio kama nimevuliwa nguo mbele za watu. Naona hapa uko Morogoro mama. Kwa nini sasa ulinidanganya? Na nasikia kuna mingi sana umenidanganya. Nimekuja hapa leo nataka niasikie kutoka kwako. Aisee, nilipanic nikakuta na mjibu Gilbert kwa hasira. "Nikwambie kama nani? Yaani wewe kama nani? Kwanza umekuja kwangu umeingia tu hata hujagonga bila hata ruhusa." "Verona, usinibadilishie mada. Naomba unijibu kwa nini ulinidanganya." Yaani unajua bwana, nyinyi wanaume wenye hela mnapenda kuona kama mnamiliki kila mtu kwa sababu ya hizo hela zenu. Mnaweza mkafanya mnachotaka. Gilbert, naomba utoke kwangu na huna cha kunifanya. Na kweli Gilbert alitoka pale kwangu na hasira sana. Mimi nilibaki kitandani nalia na uchungu kwa sababu nilikuwa najiuliza, kwa nini sasa nimemjibu vibaya hivyo kisa hasira. Baadaye jioni Maureen pia alikuja. Yeye nahisi hata nitafuta tena. Hivi kama amejua kuhusu Leli Baba itakuwaje? Na hawezi kuwa amejua kuhusu Leli Baba. Angekuwa amejua kuhusu Leli Baba asingeta kutafuta, angekublock moja kwa moja. It means anajua tu ya mambo ya kawaida. Hapa tu anakutikisa, baadaye hasira zitaisha. Hustaka dakia sana wewe, kwa nini ulimdanganya? Kujitesa tu. Maureen naye akachangia mada. Yaani sasa na kwanza amejuaje hayo mambo yote? Kesho yake nikajikaza nikaamua nimfuate Gilbert kazini kwake. Yaani nilisimama kwanza mlangoni kutafakari kama kweli namwambia ukweli au vipi. Maana naogopa kumpoteza Gilbert. Nilivyoingia ofisini kwake hata hakuniangalia, alikuwa bado ana hasira sana. "Babe, naomba tuongee. Kama uko tayari kuniambia ukweli na kusikiliza, lakini kama bado naomba uende." "Gilbert, mimi nimeishia darasa la 7 na wala sifanyi kazi benki wala nini. Pia sijatokea huku, nimetokea Tanga tena vijijini. Nimekuja tu huku mjini kutafuta hela na maisha. Hela zangu zote zinatokea kwenye biashara yangu ile ndogo na ndio maana nakaa kule Uswahili ni sehemu ambayo naweza kulipia kodi." "Asa Verona, katika hivyo vitu ulivyoniambia mbona sioni shida yote? Kwa nini sasa ulinidanganya?" "Umeniambia vitu vya kawaida kabisa." "Babe, sikutaka utumie shida zangu kama udhaifu wangu. Sikutaka unione kama na njaa unateseka sana. Mimi nimekupenda wewe. Sikutaka kuwa na wewe kwa sababu ya fedha zako au kwa sababu ya shida zangu. Naomba unisamehe, sikuwa na nia mbaya. Usije ukanidanganya tena Verona. Nakuwa naona kama uniamini."
Aya, inabidi unipe muda kidogo hasira ziishe. Lakini babe, si utanisamehe? Verona, mjini ni shule part 9. Gilbert alinisamehe, ndani ya wiki 3 tuliishi tu vizuri. Baada ya wiki 3, hii siku ilikuwa ni Jumamosi. Gilbert alinisurprise akaja kwangu, lakini nilikuwa bado nimelala. Akakaa kwenye kochi akanisubiri mpaka nilivyoamka. Nilivyoamka nikamwona Gilbert, nilifurahi kama mtoto mdogo akipewa zawadi ya mdoli au pipi. Nikaanza kumtania, "Yaani baby, tabia yako kuja kwangu unani surprise. Siku utanikuta nimelala vibaya na sijavaa nguo." Ha babe, kwamba kuna kitu gani kipya kwako ambacho mimi sikijui? Naangalia hivi mezani naona ameleta vitu vya kupika. Babe, nimekwambia kuhusu kununulia vitu au kunipa hela. Kwa nini nimekuletea wewe? Hivyo ni vyangu hivyo. Leo nataka nionje chakula cha mke wangu. Na nimeona umekuja na begi la nguo babe. Ndio umekuja kuhamia kwangu? Amna, nimekuja kukaa na wewe weekend hii. Yaani hapa siondoke hadi kesho Jumapili usiku. Kondo umekuja kubadana na mimi Uswahilini kwetu. Mabafu ya nje utayaweza wewe. Basi tukabadilisha nguo nikaanza kupika. Gilbert alikuwa amekaa tu kwenye kochi ananiangalia na kunitania. Yaani kupika na yeye akiwepo ilikuwa ni ngumu sana. Maana kila saa alikuwa anakuja kunisumbua na kunichokoza jikoni. Jamani, mapenzi ni matamu, asikwambie mtu. Usiku tulikuwa tumekaa kitandani, Gilbert akaanza kuniambia, "Babe, kesho asubuhi mimi nitaenda kanisani afu nitarudi mchana. Hautaki kwenda na mimi?" Babe, ni rahisi sana watu mlopendelewa kwenda kanisani. Hasa mtu kama mimi naenda kanisani kufanya nini? Mimi unasema hivyo, lakini Mungu wetu sio upendeleo. Gilbert, Mungu hana upendeleo. Unajua babe, ni rahisi sana kuona wema wa Mungu kama maisha yako yamekwendea vizuri. Wewe umezaliwa kwenye familia nzuri, umeenda shule bora, umepata elimu bora, umepata kazi bora. Vipi yule mtu ambaye amezaliwa kwenye maisha ya shida, amelala njaa, hajaweza kwenda shule? Ama yule mtu ana magonjwa, kila siku ni yeye kwenda hospitali. Anakutana na mtu ambaye hana magonjwa yoyote, ana afya nzuri. Gilbert, mimi na hasira sana na Mungu. Yaani hata nikienda kanisani nitaenda kukufuru. Babe, mimi sitopinga yote ulosema na wala sitaki tuende kanisani ili ukafute aliyopita nyuma. Siku ukiwa tayari na kuomba umpe nafasi. Kesho yake asubuhi Gilbert alienda kweli kanisani, nikawa nimebaki nyumbani. Nafsi ilikuwa inanisuta, nikaanza kuwaza. Nikaamua sitaki tena kuishi maisha hivi, nikaliblock na lile libaba. Nikatamani hadi nihame hapa nianze maisha upya. Ile nimekaa na waza, Vicky na Husna wakaja chumbani kwangu. Shusti, so kwa zile sauti jana usiku. Yaani inaonekana shemeji ni anapeleka moto. Husna uongo. Husna akawa tu anacheka. Nikamjibu, nyie, kwani nyie mlikuwa mnasikia? Na vyombo vya Uswahilini havina siri. Alafu kwanza nyie bora mmekuja. Mimi kuna kitu nataka niwaambie. Hivi nyie mnafurahishwa na haya maisha tunayoishi? Yaani tutaishi hivi mpaka lini? Unajua Vicky, wewe na Husna mkiamua kuacha kazi kwa madam, hela mlizonazo sasa hivi mkafungua hata kibiashara kidogo, yani hata cha baa. Na mimi nikaachana na lile baba, nikakazana na biashara yangu. Tuhame hapa tukatafutie sehemu nzuri hata Masaki huko, nyumba ya milioni 2 kwa mwezi. Haiwezi kutushinda sisi watatu tukiamua. Mimi naona kama tunajiendekeza na tumeridhika na haya maisha, lakini sio mazuri. Ukistaajabu ya Musa utayaona Firauni. Kuna labda nikukumbushe, mjini ni shule na mimi ndo nilikuwa mwalimu wako. Vipi leo unataka unizidi kete? Kwa hiyo kisa uliacha kazi kwa madam ukapata hilo lidanga likala na kupa miela, sasa hivi umepata mwanaume msomi na kila kitu, unataka ujidai kama wewe ndo unayajua maisha sana. Labda nikuwekee msisitizo, Rona, wewe ni unajiuza kama sisi. Nikukumbushe kila kitu mundani umejaza kwa kujiuza kama sisi. Maana naona tangu uanze kuwa na BFF wako msomi, mwanaume wako msomi, hizo hela zinakuzidia. Sasa hivi unajisahau, unaona kama umetuzidi class. Yaani kwa taarifa yako wewe ni mchafu kama sisi. Yaani wewe ni malaya. Hata ukija kuwa rais wewe ni malaya. Aise, nilihisi kama mtu amenichoma na kisu moyoni. Sijai kumuona Husna na Vicky wakiwa na hasira vile. Mimi hata sikumaanisha ubaya. Aliondoka kwa hasira wakabamiza na mlango. Niliumia, yani na kwa hasira nikataka niondoke siku hiyo hiyo. Lakini sikuwa na hela. Nikajiambia ngoja leo ni manblock yule baba, nimuombe hela mara ya mwisho. Baada hapa simuombi tena.
Dadi, nina shida kama ya milioni 6 au 7 hivi. Tena umeniwahi, nilikuwa nataka nikutafute nikupe biashara. Kesho mchana utaweza kuwa Arusha nikutumie ticket? Yani sikuwaza mara mbili. Yani nilikuwa nataka niondoke mazingira ya huku kabisa nikaanze maisha upya. Nikamjibu ndio dadi. Na baada ya muda Gilbert alikuwa amerudi kutoka kanisani, nikamuelezea. Yani babe, nilimwambia tu Vicky kwa upendo kwamba tuhame mazingira ya huku, tuishi sehemu nzuri. Wamenitukana sana. Babe, huwezi ukaokoa kila mtu. Kama ambavyo wewe ilikuchukua muda kuamua kwamba unataka maisha bora, na wao ipo siku tu wataamka wataamua wanataka maisha bora. Wape muda. Vipi, unataka nikupangie apartment sehemu nzuri? No babe, nashukuru lakini nataka nifanye kila kitu mwenyewe. Kwa mara kwanza nataka nifanye kitu kikubwa bila msaada wowote. Sawa independent lady wangu, lakini siku ukikwama kodi, I'm here for you. Thanks babe. Hiyo siku Gilbert alilala tena kwangu na asubuhi akaenda kazini. Ndio mimi nikapata nafasi ya kufly kwenda Arusha. Nikaletwa kwenye hiyo hoteli, lakini cha kushangaza leo nilikuta wababa watatu, sio mmoja niliyemzoea. Yani hapa bila kupepesa maneno, Verona, tuna milioni 25. Je, unaweza kutuburudisha sisi wote? Kumbe mtoto mzuri hivi, mbona ukusema? Basi milioni 25 sio hadhi yake. Mimi nitaongeza milioni 20 kama atakubali. I say, nilihisi kama masikio yangu hayasikii. Niliziangalia zile pesa pale mezani, alafu nikakumbuka sauti ya Vicky. Yani hata ukija kuwa rais wewe ni malaya. Hasira zikanipanda upya. Nikaagiza kwanza pombe, maana ni rahisi kufanya maamuzi ya kijinga nikiwa nimelewa. Na itaniondolea aibu. Na ile siku nilipanda kitandani na mibaba 3, wala sikufikiria mara mbili. Nilivyomaliza nikaenda tu kukaa chooni kama nimepigwa ganzi, yani machozi tu yananitoka. Yani kumbe mimi ndo mchafu kiasi hiki. Kweli Vicky alisema ukweli. Namuonea huruma sana Gilbert, hakustahili. Niliwaza mambo mengi sana, nikaenda pale chumbani kuangalia ile mibaba ilivyolala hoi. Yani hawa baba wote wana pete, na maana wote wana ndoa zao. Ndoa za mjini. Yani hawa wote ni wananizaa kabisa. I say, nilijua mamangu amezaa uchafu, sikujua amezaa takataka.